Waza. Is your boy Shabin. See? Story come. Okay, nataka niwachapie story fulani. Na ni kama advice pia. Unaona wakati wowote kama wewe ni mwanamke na umeolewa kwa hizi tribe za Waluya ama Kunyanza region. Please. Sana kama wewe unajua wewe si Mluya. Definitely kama wewe si Mluya inamaanisha hata culture ya Nyanza region haujui yoyote, na zile watu nasemanga mila, kwa Kiswahili tunaziita mila. Kama unajua wewe umeolewa na Mluya, never do this mistake ya kuenda na mtoto wa Mluya. You will live to regret. Kama hii story umeona recently ya Mlamwa na Ruskei. So, I have the same story ya Mlamwa na Ruskei, but hii ni tofauti, but ina relate the same as Mlamwa story na Ruskei. Okay. Kuna place Dandora, the place inaitwa Dandora Phase 4. Like ukienda Phase 4, kwa wale watu wanajua Phase 4 vizuri, kama ushaikuwa Dandora Phase 4. Kuna place huko kwa inaitwaga Mabatini. Huko wanatengeneza matei. Alafu unajua Wajaluo wanapenda na zile pombe za adabu, zile pombe like za dom, si zile tu za mtu kuanguka kwa mtaro bla 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 bla. Okay. So kuna day fulani wa club fulani hapo Phase 4. Kulikuwa na mbaba fulani na alikuwa na besti yake. Alafu kwa hiyo club kulikuwa na pia kama madam tu fulani ako tu zake tu, amekuja kujinaisi, anatoka na hizo area tu. So ile harakati like walikuwa wamekaa karibu pale table, karibu madam alikuwa amekaa. Vile wamefika pale, kawaida ya mjaka akiona mali painting, mali fine, mse anapita tu nayo unachagamuka tu. Na unajua tu mjaka, by the way. Mjaka kama anadai kitu, anaweza kutupia tu hapo mstari kama mdeni hivi ama kama kimadamu. Manze box hurarui, ya Mjaluo na hurarui. So like one of these two guys kakwa impressed na madam. Sa nasikia hoja kababa katika macho kwa madam, kamwambia, "Madam, habari ya mirembo? Ninaangalia mimi chuni mpaka mimi nahisi pombe yangu inaonja sukari. Badala ionje makali mimi naonja sukari. Madamu inatunza macho yangu, inatunza maisha yangu na urembo wako mbele yangu hapa hivi. Mimi nataka jua wewe. Na naitwa nani?" Kaanza tu vibe. Sasa dem tu ile madam kaanza kucheka tu hapo. Alikuwa tu mdenge hizo enzi. So ile kunini wakaconverse ile kuconverse, wakafika mahali waka-exchange numbers. Na hivyo ndo Jaluo akajishindia Kairetu akajishindia Mwiretu hapo. Sasa juko mbele kulienda aje, huyo madam venye alikuwa Mkikuyu ndio wali proceed na huyo mjamaa, wakaenda na hizo mahaba zao, mapenzi nini bla bla bla. Ikafikia mahali wakakuwa wapenzi wa kudumu, hadi mpaka wakaanza kuishi kwa nyumba moja. Kwa hiyo harakati huyo madam alikuwa anangana kujanga before hata waanze kuishi pamoja, kumtembelea bla 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 bla. So kwa hiyo harakati akakadem kakapata bola kaka madam. Sasa kupata bola ikawa zile za madam akashauri mjamaa like sijui kuna mahali wakakorofia tu kidogo. Sasa unaona ile kiburi ya mwanamke kwa mwanaume, mimi sitaki kubembeleza sijui bla 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 hapa. Kawaida wanawake, mwanamke anaweza sema 74,000 words within a second. Sasa mwanaume ukienda kufungua hivi mdomo so like hivyo ndo akapata ways ule dem akaenda
na ball kama bado hajazaa. So it can happen, unfortunately, when time went by, wakakaa for long, kafikia mahali huyu jamaa mwenye alimpachika mimba akakuwa mgonjwa. After alikuwa mgonjwa katika further medications bla bla bla, kitembelea hospitali, lakini too bad the guy came and lost his life. Jamaa alikujanga kazikwa. Na hii tunaongelea story sasa after jamaa kuugua hizo vyote. Jamaa kazikwa ilipita miaka 5. So miaka 5 madam akakuja after 5 years. Hana tafuta baba huyo mtoto. Nikwambie mtoto amemsumbua. Mtoto ni kisirani. Mtoto anashinda akilia kama vile mliona wa Ruki. Alilia for 8 consecutive days. Ruki alispend huge summation of cash going to best hospitals, lakini anaambiwa no disease detected. Hakuna ugonjwa yote umekuwa detected. So hizo ni mambo tunamila. Okay. Huyu madam akakuja kama ameshaza mtoto. Nikuambia alikuja mpaka Dandora phase 4 huko Mabatini kwa hiyo club. Alijaribu kuuliza wapi. Sasa kuna siku moja huyu madam akakutana na rafiki. Ya ule mwenye alimpatia ball. So venye alikutana na rafiki ya ule mwenye alimpatia ball, akamwambia asante sana, nashukuru Mungu. Anashukuru Mungu nimekupata. It's long time, unaendeleaje? Please, niko na burden fulani hapa na inanikula kichwa na imeshaishi kunisumbua. Ule mjamaa rafiki yako, unaweza jua mali yako? Akamwambia madam, I'm sorry, ule mjamaa hata sina namba yake. And too unfortunate, mjamaa aligonjekanga na akapass. Wacha sasa huyu madam aanze kutokwa na machozi. Hati alikufa. Nitapata aje watu wa kwao? Nitafika aje kwao? So ule mjamaa akasema, mimi hakuna vile nitakusaidia, lakini wewe nipe namba yako just in case nigongane na watu wa kwao, I'll let you know. So rafiki huyu msemo alipatia huyu madam ball. Kama kitu wani ya ikapita, alikuja akakutana na ndugu ya ule mwenye alikufa. Sasa mwenye alipatia huyu madam ball, akamwambia brother, mambo poa, siku nyingi bla bla, pole kwa msiba bwana, ndugu yako hivyo tu. Wakaongea kuongea. Akasema, bwana, huyu ndugu yako Sulisikianga alikuwa na baby mama mahali. Huyu baby mama amekutana naye, amemtafuta, hata ajika kuwa bwanake alikufa, yani baba ya mtoto alikufa. Unaweza nisaidia na namba yako nikulink up na huyu madam anataka kurudisha mtoto kwenu. Manake mtoto ameshinda kimsumbua, mtoto ameshinda kilia, mtoto ameshinda kifanya hivi. Yani mtoto amekuwa ameshinda tu ni kisirani now and then. Sasa kwa sababu ule mjamaa alikuwa ametoa ule madam alipatia urafiki ya mwenda zake namba yake. So like ule mjamaa alikeep the number mpaka ikareach time where akakutana na ndugu ya mwenda zake. So like wakati alipata namba ya ndugu ya mwenda zake, so ilibidi tu connectisha watu wawili. Wacha madamu wakaanza kuconverse na yule, wakaconverse mpaka ikafika mahali wakakutana na kabeba mtoto, akapeleka mtoto kwao. Nikuambie, tangu hiyo siku vile huyo madamu alipeleka mtoto kwao, hajawahi rudi. Na hivyo ndo alipotea na akajihesabia. Wacha ikae ni kama hajawahi kuwa na mtoto aende oleke na huko. Manake unajua tribe ya Wakikuyu wao wanakubaliwa kuacha mtoto, lakini si kama Wajaluo, si kama Waluhya, si kama Wakisii. Sisi watoto wetu wewe enda nao na tukubaliwe sisi tuwache watoto nyuma. Hata kama mwanamke anatoroka nao, utarudi tu. Lakini thanks to Eddie Butita, ku outdo hiyo mila,
Kama tuseme umeenda na mtoto wa Mluya, na huyo mtoto wa Mluya unaenda naye ameishi akikusumbua, wewe kitu ufanye, rudi kwa kina huyo babake, si kwa boma ya babake, kwa kina huyo baba mtoto. Endo chote mchanga ya boma ya kwa kina huyo baba mtoto, rudi na huo mtoto. Wakati huo mtoto ameanza kusikirani, chukua ile mchanga, mwaga kwa besheni, muogeshe na hiyo mchanga, na huo mtoto utakuwa umemuondolea hiyo kisirani kabisa. Na ni kitu nimwambia for free, bila malipo. For more stories, come to my YouTube channel. Wait for more stories. Go like, share, comment, blah blah blah, blah blah blue. Lovely. Yeah. It's your boy Sharon.